nimekaa nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunakuja kuona kwamba Mungu kama Baba anatamani tumtambue yeye kama msaada wa kwanza. Daudi akasema kwa msaada wako. Maana kabla hajaenda vitani alikuwa anakuja kwa Mungu, anarudi kwa msaada. Kabla hajafanya chochote, wewe kila jambo unalolipata msaada wako wa kwanza uwe nani? Ukishaona kuna namba za watu umeziweka kwenye simu, ukiisiwa Mungu wote, unajua hapa nitafute baba fulani. Au unashika kufanya, yaani wewe kwenye akili yako tayari shida lilishakuja. Hapo kuna shida. Kwa sababu unapopata shida, kabla majina ya watu unaohisi wanaweza kukusaidia yaendelee kichwani, unatakiwa kwanza wewe uende kwa Mungu wa msaada wako. Siku moja wa Mungu akaonyeshwa kitu kama hicho akashangaza. Akasema alikuwa amelala, baada ya kuwa amelala akaona yupo anaendesha gari. Halafu kwenye ile gari amembeba Yesu. Akasema lakini cha ajabu, wakati ninaendesha ile gari, njiani nikapata ajali. Anasema nilishangaa sana. Hapo anasema nikamuuliza Yesu kwamba Yesu, inakuwaje wewe mimi nimekubeba kwenye gari yangu, halafu gari yangu inapata ajali? Yaani inakuwaje? Halafu Yesu akamjibu akamwambia hivi, ni kweli mimi nilikuwa nimepanda kwenye gari yako, lakini usukani wa gari yako ulibaki nao wewe. Lakini kama hiyo gari ungeniachia mimi nikaendesha, usingepata ajali. Kwa maana gani? Unaweza ukawa na Yesu lakini asifanye kazi kwenye maisha yako, kwa sababu bado hujampatia usukani wa maisha yako. Anasubiri kuna point, anasubiri ufike wakati uone kama mimi bila Mungu is nothing. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema hivi, kuna maajabu nimeyaona chini ya jua, kwamba watumwa wamepanda kwenye farasi, lakini wana wa ufalme wanatembea kwa miguu. Yaani sisi tuna neema na tuna nguvu ambayo hatujui hata namna ya kutumia. Hatujui hata namna ya kutumia. Msaada wako wewe ni nini? Chaguo lako la kwanza la maisha ni nini? Kwa kuwa kila kitu ulicho nacho kitafikia wakati kitaisha. Mmoja rafiki yangu mmoja alikuwa anasafiri kwenye gari. Ile gari wakati inataka kupata ajali, watu wote wakawa wanalia kwenye gari. Wengine wanalia mama, wengine baba. Wengine tunakufa. Sasa tunakaa karibu na mama mmoja fulani, umri umeenda sana. Wakati kila mtu kwenye gari anasema tunakufa, yeye akawa anasema ninaishi. Kutumia yule mama aliyekuwa amekaa ndani akakasirika sana. Akamuuliza, wewe kijana, sisi wengine tunapiga kelele tunakufa, alafu unasema unaishi. Kwa sisi wengine tunatuchukuliaje kufa? Ndio anamwambia mama, wewe wakati unaona unakufa, mimi nilikuwa naona upo msaada, kwamba hata kama kuna ajali basi mimi nitatoka nzima. Mama asema ukimwona Mungu kama msaada wa maisha yako, hata pale mahali ambapo wengine wanasema nikwambie wewe utapita unatembea, pale ambapo wengine wanalia wewe utaibuka. Upo msaada wa Mungu. Wakati wengine wanaanguka, upo msaada unaotusimamisha. Wakati wengine wanalia, upo msaada unaotupa furaha. Usipoteze tumaini. Msaada wako usiwe kwa watu. Acha msaada wako uwe kwa Mungu. Alafu yeye Mungu akiamua kuwatumia watu